Movie inaanza, familia kitajiri inampokea mtoto wa kwanza anaitwa Nosa. Alikuwa akisomea nje ya nchi. Mama na baba ni furaha tu usoni mwao. Hii familia ina watoto wawili. Mtoto wa pili anaitwa Osaze, anaumwa ugonjwa wa usonji. Basi wakaingia ndani. Wakiwa nakula, mzee anasema, Nosa, karibu sana nyumbani. Mara Osaze akatokea. Mzee anasema, ni kitu gani kinachoendelea? Mama akamwita mfanyakazi. Mama, samahani, nilikuwa nakunja nguo. Twende huko. Anamsukuma. Mzee anasema, nimepoteza hadi yangu ya kula. Kisha akasepa. Huko mfanyakazi bado anamsukuma Osaze. Ukipata tu nafasi ndogo nafungua mlango na kutoka nje. Kakae huko. Osaze yeye yupo busy anahesabu siku. Miaka 4, miezi 6, wiki 2. Mfanyakazi anasema, kila siku nasimama hapo dirishani na kuanza kuhesabu siku. Kisha akasepa. Chumbani mzee anasema, unajua jinsi gani natukia kila nikimwona Osaze? Ananikumbusha kuwa nina mtoto mwenye matatizo ya akili. Vipi kama tukipata wageni hapa nyumbani? Lakini sio kosa letu. Sasa nisikilize vizuri. Mfungie Osaze. Sitaki aje aniharibie nyakati zangu nzuri. Kisha akasepa. Upande wa pili, huyu ni Oreva na huyu ni mpwa wake anaitwa Mimi. Oreva alikuwa ni mwalimu wa primary, lakini sasa ameiacha hiyo kazi, na hapo alipo anatuma maombi mtandaoni ya kazi ya malezi ya kuwasaidia watu au walemavu wasiojiweza kiakili pamoja na kimwili. Kwenye jumba la kitajiri, Osaze akiwa ametulia zake chumbani anaandika. Anaingia mfanyakazi wa ndani na chakula. Weki chakula chako tayari, njoo ule. Osaze kimya. Mfanyakazi anasema, mimi nimeshaeta chakula chako, ukitaka ule, usipotaka usile. Osaze kakaa kimya tu. Mfanyakazi akaja nje kwa mlinzi. Mfanyakazi anasema, hii nyumba imenichosha na nitaacha kazi hivi karibuni kwenye hii nyumba. Mlinzi amuuliza kwa nini. Mfanyakazi anasema, nawapikia, nawafulia na bado tunawaangalizia ile toto lao linalotembea na mate mdomoni kama lijinga. Ndani simu ikaita, mama akapokea. Sawa, vizuri, tutakuwa tunamsubiri. Mzee akauliza, nani huyo? Mama anasema, ni wakala, umempata mlezi atakayekuja kumtunza Osaze. Mzee anasema, mke wangu, tunatakiwa tumpeleke Osaze kijijini akakae na ndugu zetu. Mama akakataa. Mida fulani hivi geti likagongwa. Mlinzi akaenda kuangalia, akamuingiza ndani. Kumbe ni Oreva. Yule anaingia akamwona Osaze dirishani kasimama, akampungia mkono. Osaze kakauka tu. Baada ya kuingia ndani, mama anamwambia, kazi yako hapa itakuwa kumwangalia kijana wa miaka 25 mwenye ugonjwa wa usonji. Oreva baada ya kusikia hivyo akasema, nilizani nakuja kumwangalia mtu mzee ambaye hajiwezi. Mama akasema, kama uwezi kazi sawa. Basi Oreva akaondoka. Nje akiwa anaondoka, namuona tena Osaze pale dirishani kasimama, akampungia mkono. Mwamba kakauka tu. Basi akaondoka. Mlinzi anasema, kila anayekuja kumtunza anaondoka. Huyu naye kaondoka. Sijui nani atakuja kutusaidia kumwangalia huyu kijana. Mama akiwa bado amekaa zake sebeni, maana mlango unagongwa. Kwenda kufungua ni Oreva. Akaingia ndani na kusema, nitaifanya hiyo kazi. Mama akamuuliza, mbona umebadilisha maamuzi yako? Oreva anasema, hata sijui, lakini nitaifanya tu hiyo kazi. Basi wakakaa chini na kuongea. Mfanyakazi akamleta Oreva chumbani kwa Osaze. Yupo busy tu anaandika vitu vyake. Mfanyakazi akawa anamnyang'anya. Oreva akamzuia. Aya, mtu wako huyu hapa anaweza kujiogesha na kujivalisha. Wewe kazi yako ni kumletea chakula na kumsimamia akili. Natumai tu hautakimbia kama wenzako. Oreva baada ya kurudi nyumbani, Mimi anasema, siamini kwa sasa hivi utakuwa unafanya kazi kwenye familia maarufu na kitajiri ya Idahosa. Hizi habari ni njema. Oreva anasema, sijui kwa nini nilirudi na kuikubali ile kazi, ila sijapenda jinsi wanavyoishi na Osaze. Hata mfanyakazi amheshimu. Mida ya usiku, Oreva akawa na search mtandaoni jinsi ya kumtunza mtu mwenye ugonjwa wa usonji ili ajue jinsi ya kumtunza Osaze kutoka kwenye ile familia ya kitajiri. Akaendelea kusearch na tabia husika za mtu anayeumwa kwa ugonjwa wa usonji anakuwa na tabia gani. Basi akawa anasoma pale. Leo Oreva akaja kuanza kazi yake rasmi. Mfanyakazi akaiwasha taa. Osaze akaanza kulia. Oreva akauliza, na shida gani? Anakuwa hivi kila siku nikija asubuhi. Oreva akaizima taa. Tatizo ni mwanga. Mfanyakazi akaiwasha tena. Oreva akaizima. Mfanyakazi akasepa. Basi Oreva akaanza kumsemesha, lakini Osaze hakumjibu kitu. Baadaye Osaze anaonekana akivaa nguo. Oreva akasema, hiyo kama ikupendezi, ngoja nikuangalizie nguo nzuri. Osaze akafunga kabati. Basi samahani. Osaze ile anasogea akiona kipazo, akakiangalia kisha akasipa zake. Mida ya usiku, Oreva akamletea Osaze chakula chake, akakiweka mezani. Mwamba akasimama akachota kijiko kimoja na kwenda kulia pembeni. Oreva akajikuta anavutiwa na tabia ya Osaze. Akarudi na kuchota kijiko kingine na kuja kulia pembeni tena. Hapa ni steli ya koleo mpaka chakula chote kiishe. Usiku Osaze akiwa amelala zake chumbani, anakuja mdogo wake Nusa, akafungua drawer akachukua picha kisha akakaa kitandani. Hiyo picha inaonyesha Osaze na Nosa kipindi wapo wadogo sana. Basi jamaa anaiangalia picha, anamwangalia na kaka yake. Walikuwa wanapendana sana. Baadaye Oreva anaingia chumbani, anamkuta Osaze kasimama dirishani. Akamuuliza, kwa nini unapenda kusimama hapa dirishani? Au kuna kitu huwa unapenda kukiangalia? Osaze kimya. Basi Oreva akamchukua na kumpeleka nje akasafishe macho. Oreva na Osaze wakiwa wanazunguka hapo nje, mara mama anafika. Msubiri kidogo nitakupigia. Una shida gani wewe, unampeleka wapi Osaze?
Usaze, au umeweuka? Ama mama, nilikuwa namtembeza tu nje. Nani aliyekwambia? Akaitwa mfanyakazi. Mama akawafokea vikali sana pale. Walivyomuingiza ndani, Oliver anasema kwa nini wanamtenga? Mfanyakazi anasema wanamficha watu wasimuone mtoto wao ni mgonjwa. Kumbe ni mtoto wao, tena mtoto wao wa kwanza. Ona, mama aliniambia ni ndugu wao wa mbali. Eti ndugu wa mbali? Hivyo ndivyo wanavyowaambia watu wote. Kisha akasepa. Oliver alivyorudi nyumbani akampa ubuyu mpwa wake. Mimi anasema kwaona niambia kuwa familia ya kitajiri ya Idahosa ina mtoto mwenye matatizo ya akili. Ongea taratibu, watu wana masikio yanayopita kwenye ukuta. Mimi anasema watu wanajua Nosa ndio mtoto wao pekee. Asubuhi Oliver anafika na mkuta Usaze bado ukalawa. Akasema mtu anawezaje kutengwa kiasi hiki na familia yake? Basi akaanza kufanya usafi. Ile anafunga mlango wa uani ukajibamiza kwa sauti. Usaze akashtuka akaanza kulia. Samani kwa kukuamsha. Usaze, tulia, kuwa mpole. Oliver akatoka nje. Mama samani, tatizo nini? Mama, nilikuwa nasafisha nikafunga mlango ukatoa sauti. Usaze akashtuka na kuanza kulia. Mama anasema kwa hiyo unataka mimi nifanyaje? Nilikuwa nauliza labda kuna kitu unakijua cha kumtuliza. Mama anasema hiyo ni kazi yako na unalipwa. Kisha akasepa. Oliver akarudi chumbani na mkuta Usaze bado analia tu. Anamwambia unatakiwa utulie, mimi sijui cha kufanya. Oliver akafikiria kisha akachukua simu yake na kujaribu kumpigia Usaze mziki. Basi Usaze akawa anatulia taratibu. Nje Nosa anaongea na mpenzi wake. Anasema mimi sina kaka, au ni maneno tu ya watu mtaani. Muda huu Oliver anamsikiliza dirishani. Kama ningekuwa na kaka ungekuwa ushamuona. Nikwambie mara ngapi? Kisha akapanda kwenye chuma na kutoka. Oliver baada ya kumsikiliza Nosa akisema kuwa hana kaka katika maisha yake, akabaki na mwangalia Usaze tu kwa huruma. Siku inayofuata asubuhi Oliver anazama mjengoni, anapishana na Nosa. Nosa anamtabasamia ili wapiane hai, lakini Oliver akauchuna akapita zake, hataki habari naye. Oliver akaingia chumbani akaanza kumsemesha Usaze, lakini Usaze yupo kimya tu. Oliver akasema hichi kipazo nakitengeneza kila siku, lakini kinanishinda. Ile ametoka Usaze akakitengeneza. Oliver anarudi akikuta kipazo kimesoviwa, akashangaa ndio akajua kumbe Usaze ni genius. Usiku Oliver akiwa zake nyumbani katulia, anakuja mpwa wake Mimi, anakata mauno tu. Oliver akamuuliza mbona umechangamka hivi? Kuna nini? Mimi akasema kesho ni holiday. Mimi akakiona kile kipazo. Oliver, umefanikisha kukisolve kipazo? Oliver akasema ni Usaze. Oliver, unanitania? Hapana, Usaze ni genius. Basi siku inayofuata asubuhi Oliver akarudi kazini kwake, anamkuta Usaze yupo busy tu anafanya mahesabu yake kwenye daftari. Kwa kuwa Usaze haruhusiwi kutoka nje, basi Oliver akamrekodia baadhi ya video zinazoonyesha mazingira ya nje ili Usaze asafishe macho yake kupitia simu. Leo Oliver akamtoa out mpwa wake Mimi. Leo wamekaa wametulia, anatokea Nosa. Mambo zenu warembo. Oliver akamchana pale makavu Nosa kwa kumkana kakake Usaze kwa mpenzi wake. Anasema nilikusikia unaongea na simu, sio vizuri kumkana ndugu yako kisa ni mgonjwa. Basi Nosa akasipa zake. Siku inayofuata Oliver anamkuta Nosa anatoka chumbani kwa Usaze. Akamuuliza unafanya nini hapa? Nosa anasema nilikuja kumwangalia kakaangu. Mimi sio mtu mbaya kama unavyonifikiria. Nampenda kakaangu, lakini bado unamkana mbele za watu. Oliver, huwezi elewa. Hayo yote ni kwa sababu ya siasa za baba. Basi Oliver akaingia chumbani, kisha akashika ile picha ya Usaze na Nosa waliopiga pamoja wakiwa wadogo, akisema inapendeza sana. Mlikuwa mnaonekana wenye furaha, lakini sio ni kitu gani kilichobadilisha? Basi akarudisha ile picha, kisha akawa anaiangalia tu. Baadaye Oliver anaongea na simu kuhusu ndoa rafiki yake. Usaze yupo busy na solve question zake. Jumamosi ya 3 mwezi wa 9 nadhani itakuwa. Usaze akajibu itakuwa ni tarehe 24. Oliver akashangaa Usaze kazungumza, akajaribu kumuuliza swali lingine kumtega. Usaze kweli akajibu. Sebuleni familia imekaa pamoja. Mzee anamsifia Nosa, kafanya presentation ya wavutia wawekezaji kwenye kampuni. Na Oliver anakuja na kusema Usaze ni genius. Mzee anasema ni upuzi gani huu? Kisha akasepa. Mama akamfuata. Nosa anasema huwezi kuambia chochote kuhusu Usaze wakusikilize. Oliver usiku amerudi nyumbani, Mimi anamuuliza tatizo nini? Oliver anasema sipendi jinsi familia ya Usaze ambavyo haimjali. Nimegundua Usaze ni genius na nikienda kuiambia familia yake, lakini hata hawakujali. Mimi anasema umeshajua hawamjali, basi tu waifanye kazi yako ile kupeleka pale. Oliver anasema najua ila anaumia. Leo asubuhi Nosa akamletea laptop Usaze, akawa anaiangalia pale. Mara Oliver anafika, unafanya nini hapa? Nosa anasema mbona hutaki kuniamini navyokuambia namjali kakaangu? Mbona sasa unaungana na wazazi wako kumtenga? Nosa anasema najitahidi kuwa tu karibu na babangu, niamini. Usiku Oliver akiwa anakunja nguo za Usaze, mara Usaze naye akaamka na kuanza kumsaidia kukunja nguo zake. Oliver akabaki anamshangaa tu. Basi wakiendelea kukunja nguo pale. Basi siku inayofuata Oliver kana mwangalia jinsi Usaze anavyokisolve kile kipazo kwa dakika chache tu. Oliver anasema wao, wakajikuta tu wanazoeana. Basi Usaze akachukua daftari lake analoandikaga na kumuonesha Oliver vitu ambavyo huwa anavyoandika. Basi wakuwa wanaongea pale. Leo Oliver kamtoa Usaze chumbani na kusema leo kila mtu hayupo nyumbani, ni mimi na wewe. Basi wakuwa wanaangalia movie pale. Movie ilivyoisha Usaze akampiga busu Oliver shavuni. Umeiga
kwenye movie, Osaze akasogea tena akamzuia. Wale ni wapenzi, sisi ni marafiki. Osaze akamshika na kusema kuna macho mazuri. Oliver baada ya kufika nyumbani anamwambia Mimi kuwa Osaze kanipiga busu. Mimi akashangaa. Oliver anasema tulikuwa tunaangalia movie, kwa hiyo akaiga. Mimi akamuuliza Oliver, je, unampenda Osaze? Unahusia naye? Oliver anasema mimi namjali tu. Mimi akasema ile Osaze ni mgonjwa. Oliver akawaka pale kisha akasepa. Baadaye mida usiku Oliver anaonekana na mawazo kama ameanza kupata hisia juu ya Osaze. Leo asubuhi anakuja chumbani anamkuta Osaze anauma kali. Akampigia mama mtu, akapokea akamwambia kuwa amempeleka Osaze hospitali. Mzee anasema nini? Anawezaje kumpeleka? Akaanza kumlalamikia mke wake. Mama anasema alishamkataza asimtoe nje ya nyumba. Baadaye familia imekaa. Nosa anasema mama umejaribu kumpigia? Mara Oliver akafika. Nosa anamuuliza anaendeleaje? Mzee anasema ulipewa sheria Osaze asitoke kwenye nyumba. Sikujua cha kufanya na alikuwa amezidiwa sana na madaktari wamesema anatakiwa kuongezewa damu. Leo Oliver anaonekana kumuingiza Osaze chumbani kwake. Baada ya kumtoa hospitali akamweka kitandani ili apumzike. Ile Oliver anataka kuondoka, Osaze akamshika mkono. Basi Oliver naye akakaa pale kitandani. Akiwa anaondoka mama akasema huu hapa mshahara wako, na kwa kuwa umevunja sheria za hii nyumba hauhitajiki tena. Oliver anasema najua mmekuwa na aibu kisa Osaze ni mgonjwa, ila Osaze ni kama kila mtu na ni smart na special, na kitu pekee anachohitaji ni upendo. Sawa, nimekuelewa, lakini hauhitajiki tena hapa. Usiku amelala chumbani, Osaze akaanza kupiga makelele. Mzee anasema huyu kijana ameanza mambo yake tena. Mama akasema ngoja nikamwangalie. Mzee anasema hapana, sio lazima kwenda, atakuwa sawa tu. Mama anasema vipi kama atajiumiza? Mama akaamka na kwenda kumwangalia. Mama anafika chumbani, Osaze anapiga tu kelele, kiko wapi? Siwezi kukiona. Mama anamuuliza kitu gani? Osaze yupo busy. Kiko wapi? Kiko wapi? Siwezi kukiona. Mama akawa anamtuliza pale. Mzee naye akafika na mkuta mama akimbembeleza Osaze awe mpole atulie. Leo mfanyakazi akamletea Osaze chakula akawa anamfokea. Osaze akamuuliza mbona unanifanyia hivi? Jiangalie, wazazi wako hawakujali, wanategemea mimi ndo nikujali. Mara kibao, unawezaje kumwambia hivyo? Mfanyakazi akala magoti, nilikuwa namtania tu. Mama akamfukuza. Kila akijaribu kumtuliza Osaze, Osaze anataja jina tu la Oliver. Upande wa pili mzee kamwita Nosa na kumwambia kuwa wewe ndio kitu nyuma kampuni na wewe ndio utakayeeleza kila kitu kwenye hii familia. Nosa kusikia hivyo akaamua kusema ukweli. Baba Osaze ndio huwa mpanga mikakati yote ya kampuni ninayokuletea wewe na wateja wako. Baba Osaze ni genius. Baba akaja chumbani kwa Osaze, akawa anamwangalia haamini. Osaze naye kajikunyata kwenye kona, anamwogopa babake. Mzee akaenda kwenye meza ya Osaze na kuanza kuangalia madaftari yake. Akaona dokumenti muhimu ya kampuni, akaichukua akatoka. Nosa akiwa sebeni na mama yake, mzee anafika na kusema Nosa, hii dokumenti ya muhimu ya kampuni nafanya nini chumbani kwa Osaze? Nosa anasema hicho kitu ndicho nilikuwa nakuambia. Osaze ndio yupo nyuma ya mafanikio ya kampuni yetu na wala sio mimi. Osaze ndio alikuwa akinisaidia. Leo akamtoa Osaze chumbani, wakakaa pamoja kama familia iliyokamilika. Mzee anasema nimegundua kuwa nilichokuwa nakifanya ni kuitenganisha familia yangu. Mke wangu Ijose nisamehe. Kisha akaomba msamaha watoto wake wawili kwa kutaka kuwatenganisha. Mama akasema tumtafute Oliver ili tumshukuru. Wakaamua kumfanyia Osaze happy birthday kwa vile ni siku yake ya kuzaliwa. Wakawaita watu tofauti tofauti hata ikiwa nataka kufanyika. Osaze akamuulizia Oliver. Mama akasema tujampata, ila tunapoedi tutampata. Nosa akamwambia nina surprise yako baada ya party. Basi happy birthday ikaendelea. Baada ya birthday kuisha, Nosa akamleta Osaze kwa Oliver akiwa amemfumba macho, kisha akamwachia Osaze kuangalia ni Oliver. Wakakumbatiana pale, akamkumbatiana mdogo wake Nosa, kisha wakakumbatiana pamoja kwa furaha. Na huo ndio mwisho wa filamu yetu. Bye.